Sisi wote tunaomba kuwakilisha misingi 16 ya imani LTG. Msingi wa kwanza, maandiko yaliyovuviwa. Tunaamini kwamba maandiko yote ya Agano la Kale na Agano Jipya yamevuviwa kihalisi na Mungu na ni ufunuo wa Mungu kwa mwanadamu. Ni mamlaka ya mwisho ya imani. Inatoka katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3 mstari 16 nao nasema, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu na kuwaongoza na kuwaadibisha katika haki. Msingi wa pili, Mungu mmoja aliye hai na wa kweli. Tunaamini kwamba Mungu mmoja tu aliye hai na wa kweli amekwisha kujifunua mwenyewe kama mimi niko wa milele, muumba wa mbingu na nchi na mkombozi wa ulimwengu wa wanadamu. Inatoka katika kitabu cha Mathayo 28 mstari 19 naye nasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Niko mbele yenu kuwakilisha msingi wa 3 na 4. Msingi wa 3 unasema uungu wa Bwana Yesu. Tunaamini ya kwamba Bwana Yesu Kristo ana sifa zote za uungu. Hata tukiangalia katika kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 1 unasema, hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno ndiyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata tukiangalia katika msingi wa 4 unasema anguko la mwanadamu. Tunaamini ya kwamba Mungu alimuumba mwanadamu akiwa mzuri, ila mwanadamu kwa hiari yake mwenyewe aliamua kufanya dhambi, akajitengenezea mauti, akajitengenezea mauti ya kiroho, akajitengenezea mauti ya kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Hata tunaangalia katika mstari Amina. Bwana Yesu asifiwe. Nimesoma mbele yenu kuanzisha msingi wa 5 na 6. Msingi wa 5 nasema wokovu wa mwanadamu. Tunaamini kuwa damu ya Yesu Kristo ndio tumaini la pekee la ukombozi wa mwanadamu. 1. Masharti ya wokovu. Wokovu unapatikana kwa toba. 2. Ushahidi wa wokovu. Ushahidi wa wokovu ni maisha matakatifu. Msingi wa 6. Maagizo ya kanisa. La kwanza, ubatizo katika maji mengi. Tunaamini juu ya agizo la ubatizo wa kuzamishwa linalotolewa katika maandiko, yaani kufa na kufufuka pamoja na Kristo. Natoka katika kitabu cha Matendo sura ya 10:47 na inasema, ni nani aweze kukataza maji hawa wasibatizwe, watu waliompokea Roho Mtakatifu vile vile kama sisi? 2. Shirika mtakatifu. Kanisa TG tunaamini juu ya meza ya Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niko mbele zenu kuwakilisha msingi wa 7 na 8. Msingi wa 7 unasema ubatizo wa Roho Mtakatifu. Tunaamini kwamba waamini wote wana haki ya kutafuta ahadi ya Baba, yaani ubatizo wa Roho Mtakatifu. Amina. Inatoka katika kitabu cha Matendo sura ya 1 mstari wa 8 nao unasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu huyo Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, amen, na Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Msingi wa 8 unasema ushahidi wa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Tunaamini kwamba ishara ya nje ya ushahidi wa ubatizo wa Roho Mtakatifu ni kunena kwa lugha kama Roho alivyowajalia watu wake kutamka. Inatoka katika kitabu cha Matendo sura ya 2 mstari wa 4 nao nasema, wote wakajazwa Roho Mtakatifu wakaanza kusema lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nawakilisha misingi miwili ambayo ni utakaso na kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Utakaso, andiko lake inatoka katika kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 1 naye inasema, basi ndugu zangu na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Bwana Yesu asifiwe. Tunaamini kwamba utakaso ni hali ya kujitenga na kitu kiovu ili kuwekwa wakfu kwa ajili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Msingi wa 10 ni kanisa. Andiko lake linatoka katika kitabu cha
Efeso 2 mstari wa 22 naye anasema, katika yeye ninyi nanyi mnajengwa kuwa pamoja maskani ya Mungu katika Roho. Bwana Yesu asifiwe. Tunaamini kwamba kanisa ni mwili wa Kristo. Naamini kwamba kanisa ni mwili wa Kristo, ni maskani ya Mungu katika Roho. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Nasimama mbele yenu kuwakilisha msingi wa 11 na 12. Msingi wa 11, huduma. Tunaamini kwamba katika makusudi matano yaliyobebwa ndani ya huduma: ya kwanza, kushuhudia; la pili, kujengwa; la tatu, kuabudu; la nne, utumishi; la tano, ushirika. Inatoka katika kitabu cha Isaya 54 mstari wa 3 mpaka 5, na inasema, kwa maana utaenea upande wa kuume na upande wa kushoto, na wazao wako watamiliki mataifa. Wataifanya miji iliyokuwa kukiwa kukaliwa na watu. Usiogope, maana utatayarika, wala usifadhaike, maana utaaibishwa. Kwa kuwa utaisahau aibu ya ujana wako, pia mashutumu ya ujana wako hautayakumbuka tena. Msingi wa 12, uponyaji wa kimungu. Tunaamini kwamba katika uponyaji wa kimungu ni sehemu muhimu ya kufunguliwa magonjwa na vifungo mbalimbali. Inatoka katika kitabu cha Mathayo 8 mstari wa 16, na anasema, hata kulipokuwa jioni, wakamletea wengi wenye pepo, akawatoa pepo kwa neno lake, akawaponya wengi waliokuwa hawawezi. Amin. Bwana Yesu asifiwe. Nimesimama mbele yenu kuwakilisha msingi wa 13, tumaini lenye baraka. Sisi wa TAG tuliomwamini Kristo kuwa Mwokozi na tegemeo la maisha yetu, tunaamini katika ufufuo wa wale ambao wamelala katika Kristo na kunyakuliwa pamoja na wale walio hai waliosalia mpaka wakati wa kuja kwake Bwana. Ndilo tegemeo lenye baraka na lililokuu la kanisa. Msingi huu unatoka katika kile kitabu cha Tito 2:13, naye nasema, tikilimizika tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wake Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Msingi wa 14, utawala wa Kristo miaka 1000. Sisi wa TAG tunaamini katika kuja kwa mara ya pili kwa Kristo ni pamoja na kunyakuliwa kwa watakatifu kwa ajili ya kutawala hapa ulimwenguni, na utawala huo utaleta wokovu kwa Israeli kama taifa. Msingi huu unatoka katika kile kitabu cha Mika 4 mstari wa 5, naye nasema, kwa maana mataifa watakwenda kila mmoja kwa jina la Mungu wake, na sisi tutakwenda kwa jina la Bwana Mungu wetu milele na milele. Amen. Tutakwenda kumalizia msingi wa mwisho wa 15 na 16. Msingi namba 15 anasema hukumu ya mwisho. Tunaamini kwamba kutakuwa na hukumu ya mwisho ambao wafu waovu watahukumiwa na kufufuliwa sawasawa na matendo yao. Inatoka katika Mathayo 25 mstari wa 46, naye inasema, na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele, na wenye haki watakwenda kuingia katika uzima wa milele. Msingi namba 16 unasema mbingu mpya na nchi mpya. Inatoka katika Ufunuo 21 mstari wa kwanza, naye inasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana habari tena. Kulingana na ahadi yake, inatufundisha kwamba kulingana na ahadi yake mbingu mpya na nchi mpya ambamo haki yakaa ndani yake. Amin.